Ni vipi utazipata habari motomoto za mastaa wa nyumbani na East Africa? Jiunge na Drama News Star, na hii sio ya kukosa, kwa ladha ya sauti na interview yenye ubora wake. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sababu Yesu kwa Kristo, jambo sana kwa sisi leo kwa kanisa na posikia best devotion napata ni kube drama. Inasemeka ni DRAMA but call me ubukisira abakobwa bose. Asante na shukrani kumesha subscribe to YouTube channel yangu inaonekana Drama News Star, na siku leo nimemchukua Mr. Costa 257. Asante sana Jordan behind the camera, na tunaendelea na Next Vision Photography. Kupata picha kali, fika hapa video kali yenye ubora wake. Namuona director P upande wa kamera, yeye anazidi kutisha kabisa. Leo tutakuwa na mengi ambayo tutamuuliza Mr. Nibaki nawe, Mr. nani huyo? Mr. Nimekubali. Anaitwa Costa 257. Welcome again ndani ya studio za Drama News Star bro. Yeah, asante sana. Fresh. Poa kabisa. Karibu tena ndani ya studio yetu hapa. Shakari. Mbona bro, niambie mambo matatu ambayo unafanya asubuhi kiamka? Asubuhi nikiamka, cha kwanza kabisa ni kumshukuru kwanza anaikuazima pumzi. Jambo la pili ni kupiga mswaki. Jambo la tatu mimi naingia mtandaoni. Jina Costa imekujaje kwenye taasisi yako ya muziki? Costa nadhani sio jina ambalo nimeokota, ni jina langu halisi kabisa la wazazi. Yeah. Limekujaje, limeanza mwaka gani? Kuanza ki music career au kuanza kuniita mimi hivyo? 2 years ago paka 5 years ago hivyo. Yeah. Ndo limekuwa official kwenye kutambulishwa kwenye kiwanda cha muziki wa hapa nyumbani. Yeah. Costa, tukiendelea na mambo yetu ambayo tunazidi kuona kwenye mitandao ya kijamii, tumekujua katika nyimbo ya Nimekubali. Nimekubali imekujaje mpaka tukafikia hapa back story, tukaona na zingine nyingi ambazo tutakuja kuzijua hapo mbele? Idea Nimekubali, mimi nadhani sijawahi kuimba mimi eti kitu ambacho keti kimeni inspire au nini. Mimi nyimbo zangu zote ambazo ziko out kwa sasa ni nyimbo ambazo ni true story of my life. Yeah. Ishaga tokea ukalizwa na mapenzi? Sana, hiyo kawaida kwa wanaume wote. Nimekubali imetoka ni visualize, kwa nini hakutoka video? Kwenye kushuti Nimekubali changamoto zilikuwa nyingi sana. Ndo tukaona na team kwamba tulifika location na tukatizama gharama ambazo tumefanya mpaka kufika location kwenyewe. Tukasema tusitoke bila kufanya kazi. Kwa tukawa tumefanya ile video ndio ikapostiwa vile. Ulikuwa msanii pekee Burundi tumeanza kuleta double release. Double release imekujaje katika upande wako mzima wa taasisi ya music? Mimi nadhani ifikia hatua watu tu tunajifunza kupitia watu wengine. Unajua mtindo wa double release tulikuwa tunaona tu kwa majirani zetu wa Tanzania. Lakini nikasema kwa nini na sisi tusifanye, na wakati tunaweza hivyo. Kwa tukawa tumekaa chini na management yangu tukapanga na tukaona ni bora tufanye hivyo ili kuleta joto fulani kwenye industry au labda mabadiliko fulani pia kwenye industry. Yeah. Ni bora tuwe na digital au turudie kule kwenye analog? Digital ni muhimu. Yeah. Inasaidia nini digital? Platform ni muhimu sana, hasa kwa sisi wasanii, sio tu wasanii, kwa kila mtu yoyote anayefanya sanaa, iwe content creator, comedian, sijui mwimba gospel, msanii wa muziki. Digital platform ina maana kubwa sana. Kuna kizazi kipya kwa sasa kinakuja kufanya tasnia nzima ya muziki, na kuna wale malegendari. Unahisi malegendari wanakosa ni kurudisha ladha ya muziki wa Burundi? Malegendari niseme labda ubongo wao umechoka. Unaona, kuna vile vitu walivifanya kutupasulia sisi ambao tumekuja kwa sasa njia. Asa kitu ambacho wanakosa ni innovation kwenye kichwa chao. Asa sisi madogo tuliokuja hivi tuna akili ambayo bado inachangamka. Wenyewe walifanya kiupande wao na sisi tutafanya kiupande wetu ili kuiwakilisha nchi yetu. Kitu gani kinakuinspire kwenye muziki wa Bongo Flava? Wabongo wananiinspire kwa vitu vingi sana. The way wanavyofanya kwanza music zao, wanapenda vitu vyao, wanasupportiana wao kwa wao, lakini ni tofauti sana hapa kwetu nyumbani. Back in days tumeona Ibra ameachia nyimbo inaitwa Nimekubali, na pia hapa kwenye EP yake ameachia pia nyimbo inaitwa Story. Na tukijaribu kuangalia ni the same name, the same title ambazo zinazidi kuingiliana kabisa katika hata lyrics. Ukiangalia kuna baadhi ya lyrics fulani ambazo zinachangia hapo.
Tuambie kitu gani hapa, kuna chochote kile ambacho labda mnashare na hii brother ya kuongea ama kama ideas hivyo? Honestly Ibrahim sija kuongea naye. Lakini vile tu nakuta ideas zinagongana au labda moments ambazo yeye alifanya na mimi nilikuwa niko kwenye hiyo moment, ndio tukawa tumegongana kwenye idea, na ni kitu cha ni kawaida sana kwa wasanii kufanya hivyo. Kitu gani kinakufanya uwe proud na muziki wako? Cha kwanza kinachonifanya kuwa proud kwanza ni the way kwanza mashabiki wa nyumbani walivyonipokea, kwa sababu kipindi sijatoka nilikuwa naona nitaanzia wapi, njia nitaipataje, lakini nilivyoona mapokezi hapa nyumbani kwa nikawa proud na mapokezi ya watu wa Burundi. Unahisi kwenye game yako panakosa nini ili uweze kuingia uwe msanii ambaye anajulikana nchini zaidi na uwe msanii ambaye iko international, kimataifa? Mimi nadhani hilo swala sio mimi peke yangu ambaye napigania sana kutambulika nchini. Wasanii tupo wengi sana ambao kinamna nyingine tunawaitaga hawavumi lakini wamo. Tupo wengi sana, ni vile tu kaka zetu ama niseme dada zetu ambao wako kwenye industry na promoters sijui ma journalists wanashindwa kutupatia na sisi attention. Kwa kuna wanakuwa na ile attention tu ya wasanii wakubwa waliotoboa, wakati huku nyuma kuna vipaji pia ambavyo vinaweza kuja kupeperusha bendera ya Burundi huko kimataifa. Unahisi pia nchi inachangia kutokana na muziki kutokana kimataifa? Nchi inaweza kuchangia kiupande mmoja, lakini sina uhakika sana. Nadhani waziri wetu wa michezo hapa ana upande mkubwa sana wa kufanya mpaka muziki wetu ufike mbali. Mpaka muda huu kitu gani ambacho unatamani kitokee kwenye game yako? Ni vitu vingi sana. Mpaka muda huu kazi gani ambayo unatamani watu waisikilize wajisikie? Kazi zipo nyingi sana, kazi zipo nyingi afu nzuri sana. Achana na nimekubali sijui story ni baki na kuna kazi ambazo zimekuja kiukubwa zaidi. Hadi tukikaa studio tunasikiliza na producer ama tunasikiliza na timu wanasema hapa umeimba. Moja ndani ya nyimbo zako ambazo zimetupatia chachu fulani hapa mwezi mtukufu wa Ramadhani, uliachia nyimbo 2. Hizo zimekaaje? Idea umeitoa wapi? Kwa sababu tunazoea poingia mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wengi wanakaa wanapoa kabisa. Hiyo imekaaje mpaka ujifikirie hivyo? Unajua msanii ni mtu ambaye hautakiwi kukaa upumzike. Msanii ni mtu ambaye anatakiwa kutumika, kufight anytime. Asa mimi nilivyoona mwezi wa Ramadhani nikasema kwa nini nisipite na huyu upepo wa Ramadhani nikafanya nyimbo kidogo ya dini ili nisipotee kwenye masikio ya mashabiki, nibaki nasikika. Tukakaa chini na timu wakaridhia hilo swala, tukaingia studio. Comment gani ambayo ishakukata steam kabisa au tamani hata kuiona kwenye muziki wako? Comment zipo nyingi. Unajua sasa ukishaingia kwenye hili swala la music kuna watu wanaletaga negative comments na positive comment, lakini haumind, unazoea, ndo maisha ya msanii. Ushagatoa nyimbo demo wako akashinda kusupport, kisha kwa wengine mshikaji wako atoa nyimbo yeye akasupportiwa? Ishatokea hiyo. Lakini right now mimi sina mwanamke na kama miaka 3 mpaka 4 hivi. Bana shame kama upo andika tu I love you so much Costa 257. Costa, tunahitaji tuambie project zako mpaka zitoke zinachukua muda gani? Kwenye kuchukua muda nikishamaliza kufanya kazi au ukishamaliza kufanya kazi mpaka iweze kuwafikia watu kwenye masikio yao? Tunakaa chini na timu, tunapanga, tunasikiza mara 2, tunasikia ni kipi cha kukosoa, kipi cha kuongeza, kwa sababu unaweza utoe nyimbo studio afu kasikia mwenzako ametoa nyimbo ikawa kali, unakuwa tena unalesha huku ya kuongeza verse nyingine ama ufute kingine uongeze kingine. Ni mwaka 2026. Tutegemee nini kutoka kwa Costa? Watu wakae ready kabisa, maana mwaka huu tumepania sana. Kwa kuna kuja vitu vingi vikubwa. Mmoja ndani ya comment alikwambia kwamba katika nashidi yako inaitwa ya Ramadhan, bye bye Ramadhan. Kuna comment fulani hivi imeandikwa kwamba bana huyu inatakiwa aimbe kaswida tu kwa sababu anahisi kama ndo zinamfaa. Mimi nahisi ni swala tu la kwenye kuvaa uhalisia. Tukiwa kwenye muziki wa kaswida tunavaa uhalisia wa kaswida. Tukiwa kwenye mapiano lazima tucheze kama piano. Tutarajia ni mabadiliko kupitia muziki wako?
Tukutegemea kwa R&B ama Afrobeat? Vipi? Mimi ni msanii na huwa msanii ni mtu wa kubadilika sana kwenye muziki wake. Mnaweza mnisikie kwenye R&B, nikafanya hip hop, nikafanya piano, nikafanya style zote, kompa, zote tunaweza kufanya. Ishakufikia unaingia studio nyimbo ambazo ungepanga kuachia sio yenye umeachia? Shatokea. Yeah. Kuna kipindi niliwahi kupanga nyimbo kuitoa, lakini nilipokuja kusikia nyimbo ya pili na moment ambayo ilikuwa ipo, nikaona hii hapa ndio inafaa kwenye hii moment. Kwa ile ya mbele ikawa imetolewa mpaka panda ile ya nyuma ile. Yeah. Tutegemea kuona new project lini Costa? Nadhani mwezi huu, new video. Tena sio audio, ni video inakuja. Tumeona challenge TikTok ukurasa wako, lakini hatukuweza kuona video kabisa inatoka either audio ama lyrics yoyote ile. Hiyo imekaaje ndugu yangu? Asa huyo ndio usanii sasa. Na tunafurahi sana kuona mashabiki zetu wanatupa hiyo attention kama hiyo. Kwa kuna vingine vitu inabidi kwanza mtu ubuni kwanza kitu fulani. Uone kweli kama watu wana hamu ya kazi zako kweli au. Na hizo comment tutazipata sana na soon tunalifanya kazi. Dogo tuashia. Chini ya usimamizi wa The Scorpion Entertainment, una mkataba gani na mnatarajia kutumika nini? Nadhani swala la mkataba ni swala ambalo limekaa private na management. Costa, nahitaji unambie kusikana video ya story. Imekaaje? Tumeone visualize. Kwa nini kuweza kufanya video official? Kwenye kufanya wimbo wa story kuwa visualizer, unajua hapa kwetu Bujumbura kuna vitu vingi ambavyo havijakuwa open. Kuna watu ambao wanahisi kuingia kwenye music video ni sijui ushenzi, sijui niseme tabia gani. Sasa tulivyoona changamoto za kwenye kupata video vixens na kwa nyingi, tukasema kwa nini tusifanye tu visualizer. Kwanza na mpaka hapo lyrics yenyewe inaonyesha kama haipaswi kumsogelea ex, kwa sababu ile nyimbo ukisikia vizuri ni nyimbo ya kumwambia mtu I stay away for you. Yeah. Tukaona kwa nini tusifanye hivyo. Tukawa tumekaa chini na director. Na namshukuru sana Mungu, director ambaye tunatumika naye kwa sasa ni director mzuri sana. Ni director ambaye bado anakuja kwenye game lakini ana vitu vikubwa sana. Lakini wasanii wetu hapa nyumbani wanaamini kwamba kumweka director fulani tumuhifadhi kwa majina ndo watapata video kali. Yeah. Asante. Tumeona comment yako kwenye nyimbo kali ambayo imeachiwa usiku wa tarehe 12. Sawa, mchana wa tarehe 12 kwa mida ya saa 10 hivyo ndo video imeweza kutufikia rasmi. Ya kwake Hustler Boy. Sawa. Lakini pia tumeweza kuona comment yako pale umeandika kali sana, much respect. Imekaaje watu izoe kabisa kwa wasanii? Unajua mimi kwenye swala la kazi sinaga mambo ya unafiki. Pigo za kinafiki mimi sinaga. Mimi kazi ikiwa kubwa na support. Kwa kuna wale wengine wasanii anaona kazi lakini hawezi kuweka comment pale tuone kama yeye hajaona. Hustler Boy kafanya nyimbo nzuri sana. Ile nyimbo ni kali kwenye upande wa audio kali, video kali. Kila kitu ni kikali sana. Hata mashairi yake ni makali. Kwa nini tusupport kitu kikali? Tunasupport kwa sababu vita tunayoipigana sisi zote ni vita moja ya kufikisha bendera yetu ya Burundi kimataifa. Yeah. Mpaka muda wote tunazungumza. Unatamani uachie kazi na nani ai-comment ili one kama kazi yako imeshafika mbali? Kwenye hapo kwenye kutaka nani ya comment ni mtu kutaka yeye mwenyewe. Kwa sababu hata hizi zingine tumetoa unaweza kukuta wasanii wakubwa wanaona lakini hawezi kucomment kwa sababu wanaona maybe bado msanii mdogo, nikicomment hapa nitaonekana nashusha brand. Maana hapa mjini siku hizi swala la brand limekuwa gumzo sana. Kwenye story tumeona comments za wasanii kama Kiale Samiri, Amiri Mwale za comment pale. Nimeona King Plata comment, nimeona Generator Bidono kama legendary pia ka comment. Hiyo imekupatia nguvu gani kuona ma legend tayari wanaanza kusikia muziki wako? Nimejifeel proud, nikasema kumbe na sisi tunaanza kufanya muziki ambao watu wakubwa ambao waliotangulia. Mfano kama Generator Bidono, yeye kaanza kuimba muziki mimi bado kinda kabisa, mdogo. Namsikia Bidono. Hata Kiale Samiri naye alianza kuimba mimi bado sana sijaanza hata kuimba. Nafikiri kuna siku niliwahi kushiriki hata video yake moja. Nilikuwepo location kipindi na shoot. Kwa ilinipatia nguvu fulani nyingine ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.
nikiona kwamba kumbe kazi zetu zinawafikia watu wazima na wanazikubali na wanazielewa. Yeah. Mmoja anakuambia kuimba Kiswahili ni kama hautatoboa kabisa. Ushagawahi kujifikiri kuchanga lugha? Yeah, ikiwa muhimu tunachanga, lakini inatakiwa tu ifikie muda watu tukubali, Warundi tukubali kwamba Kiswahili ni lugha ya muziki. Sio kana kwamba Kirundi tukipende, Kirundi tunakipenda sana na tunakikubali. Kinachotufanya sasa sisi tuendelee kuimba Kiswahili na kujipiga kifua ni kwa sababu kwanza mheshimiwa wetu rais, baba yetu, tayari sasa hivi ni mtu mkubwa sana kwenye umoja wa Afrika Mashariki. Hata huku Union Africaine ni yeye ndo mkubwa, East Africa ni yeye. Sasa kwa nini tusiimbe Kiswahili la? Wakati ukijaribu kuangalia kwenye hizo nchi nyingi zinaongea Kiswahili. Kwa nini na sisi Burundi tusiwe tunafanya muziki wa Kiswahili? Yeah. Kwa kumalizia labda niseme about music, tuingie kwenye mambo ya maisha yako. Sawa. Ni yes or no? Ushawahi kutumia kondo? No. Ushawahi kwenda ghetto kukutana jamaa aliboa kabisa kutoka? Mimi waga siwagi naweza upigwa kwanza kwa lazima ghetto. Naam. Tukio la mwisho ambalo limekushangaza ilikuwa ni tukio gani? Matukio ni mengi sana chef. Matukio ni mengi sana. Kwa nini niseme la mwisho ni ile tukio la kusijula kuibiwa sehemu za nyeti. Hizi nikasema basi ndo dunia imeisha sasa hivi. Maana watu tulikuwa tutoki ndani tena, tunaogopa kuibiwa. Yeah. Ndo tukio ambalo limenishangaza sana kuona kama maybe ndo Mungu ameamua kutuadhibu hivi, dunia iishe hivi. Yeah. Ni msanii gani ambao ukisikia nyimbo yake kabla hajatoa nasema tu nyimbo ni kali? Msanii hapa nyumbani ama nje? Na wasanii wangu nje ni wengi sana. Mfano kama Ibra sasa hivi mimi namkubali sana. Diamond, asa mtu kimsikia mtu ni msanii asipomkubali Diamond, huyo atakuwa anaenda wazimu kichwani. Kwa sababu tukisema lijengwe sanamu la mtu ambaye alipambania muziki wa Afrika Mashariki, Diamond anaanza kujengewa sanamu. Yeah. Hata Harmonize tunamfuatilia, na ni msanii mzuri sana kwenye utunzi. Vile vile Mbosokani, Mshedede anafanya vizuri na yeah. Mfano unapewa interview kwenye television kali duniani. Unaulizwa uambiwe ukipewa nafasi utape wasanii 3 kuwapatia maua yao waliofanya muziki kuinuka, utatoa nani? Nyumbani hapa? Yes. Wapo. Hizo story ni ambazo ziko wazi kabisa. Waliopambania muziki wetu kutoka enzi hizo mpaka leo. Simba Lolilo ni mtu ambaye story iko wazi kabisa, alipambana sana mpaka muziki wa Burundi kusikika sehemu. Pia Big Fizzo ni mtu ambaye alipambana sana muziki wa Burundi kusikika. Hapo mimi nakwambia ni watu ambao nilikomana sikia nyimbo zao. Nilikuwa inspired nao mpaka mimi leo niingie kwenye muziki. Lakini pia Kidumu, na yeye pia ni baba wa muziki wa Burundi. Unaweza kutamani siku moja ukitokea ukiwa na familia mtoto wako naye pia aimbe muziki? Mimi nadhani watoto wao walichagulia wenyewe, kwa sababu wao ukionekana umforce kwenda kwenye hichi utakuwa unampoteza kabisa direction na ramani yake. Muache aende ambapo akili yake inamtuma na ambapo ndoto zake ziko. Yeah. Unaweza kutamani demo wako awe video vixen kwenye video ya msanii wote? No, hapana. Kwa nini hapana? Panakuwa panakosa ni ama utapataribikiwa nini? Location kuna mambo mengi sana, na kuna wasanii wengine ni washenzi wa tabia. Anaweza kashiriki video na vixen fulani, lakini baada ya kazi anataka kazi nyingine ambazo sio halali share. Yeah. Mimi nawaga na wivu sana wa mapenzi. Yeah. Ukisikia nakwambia yule kijana ni kijana wa hovyo, unahisi ni kijana mwenye tabia gani? Kwenye hovyo kuna tabia nyingi, maybe ni mvuta bangi, mwizi, sijui asiweza kufocus na kazi au bidii kwa ndoto zake, maybe vipo vingi. Yeah. Nahitaji unitajie zawadi ukiambiwa umpatie director wa video ya Big Man ya kwake Hustler Boy kama director P ambaye alishughulika pia kwenye video yako tumeshuhudia pale. Sawa. Unaweza kumpatia kitu gani kama kumshukuru? Before sijatoa zawadi, kwanza unajua ile video ni video ambayo ina viwango fulani hivi, kwa sababu hapa kwetu nchini tunazoea video kali zinatoka Tanzania, Kenya, kwa hapa kwetu East Africa. Asa ile video
Mfano kama asipoweka pale utambulisho wake kama ni mtu wa Burundi, watajua labda ni young director kutokea Tanzania, kwa sababu ile video ni kali sana share. Asapo kwenye kumpa zawadi, kama uwezo ungekuwepo tungembless ataka BMW, kwa sababu ile video ina viwango vyake fulani, ukiviona unasema hii video Asante. Bana, niseme asante na shukrani kwa umeshare subscribe to YouTube channel yangu inayokuwa Drama News Star, na pia tunaingia katika swali la mwisho ambaye msanii Costa 257 ambaye tuko naye hapa katika meza yetu. Una chochote ambacho unaweza kuwashare kwa washabiki wako muda huu? Mashabiki zangu kuna vingi sana tunavishare, lakini ni waweke kwanza wakae mkao wa kula, kwa sababu video inayokwenda kuja ni nyimbo nzuri sana, itawafunza vingi. Ambavyo wananijua mimi, natoaga kazi ambazo zina message nyingi ndani yake. Wakae wa kutulia, video inakuja na waendelee kunishow love kama msanii wao, kijana wao. Niendelee kupiga hatua mbele, maana bila mashabiki hamna msanii. Bana, asante na shukrani kwa umesha subscribe to YouTube channel yangu. Hii ni Drama Star News, unamsikiliza ni Kube Drama, na hii si ya kukosa. Mwambie rafiki yako, mwambie rafiki yake. Behind camera ni Jaden, ni kijana ambaye ukiweza kumwangalia ni kijana mchapakazi, mnyenyekevu, mpole kama Drama hapa. Asante pia kwa kutembelea TikTok, ukurasa wangu ni Drama Star News ama Kube Drama, yote majina yangu. Bana, niseme tena, mwambie rafiki yako, mwambie rafiki yake, moto hauonjwi kwa ulimi. Ukitaka kuhamishwa nyumbani, muulize mamako alichompendea babako. CEO, utapata habari yako. Stoke. Bana Costa, tunafikia muda sasa kusikia ni kweli wewe ndo mtunzi, ni kweli ama producer ya Miadan, kama nikisema Modern Hit Angel Music, kuna chochote kitu ambacho anaongezea upande wa game yako? Tupigie kapela ndugu yangu. Kapela, nilikupa penzi nikakupa moyo, nikakupa na muda mimi nilikuwa loyo, hata tunda langu kaninyima uchoyo, sitafuni mifupa maana mikibogoyo, uliniona boya kaniona mtoto, kisa pesa sina jibu langu tomorrow, kila siku ndani vurugu migogoro, japo binadamu hatukusagi kasoro. Nenda. Bana, nikushukuru sana, tayari umeshatembelea YouTube channel yangu, umeshatembea TikTok, kurasa wangu inaitwa Drama News Star. Asante sana Director P, asante sana Jaden, asante sana kwa yote tayari umeshajiunga na Msema Kweli TV kwa kwenda pale kuangalia Big Man ndo habari ya mjini. Stoke. Ni vipi utazipata habari motomoto za mastaa wa nyumbani na East Africa? Jiunge na Drama News Star, na hii sio ya kukosa, kwa ladha ya sauti na interview yenye ubora wake.